ulionao. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ili usiwe mbali na baraka za Bwana ulizokuwa unaziomba, ina maana kwamba usirudi tena kule ambako Bwana alikutoa. Usirudi kule. Linda sana kinywa chako, linda sana mawazo yako, linda sana maneno yako unayotoa. Je, yanambariki Bwana au yanamdhalilisha? Kubali kwamba maneno unayoyatoa ni ya kumpa Mungu utukufu. Kama tunavyomsifu mahali hapa, ndivyo hata kunena kwetu huko nje, kuwaza kwetu huko nje, kumpe sifa Bwana. Haleluya, kumpe sifa Bwana. Ndio maana ibada za walokole waliookoka huwa haziishi wakati wote, ni kumwinua Jehova, ni kumpa utukufu, ni kumpa heshima kwa maisha yako yote. Haleluya. Achana na kitu kinaitwa dhambi. Dhambi ni mbaya, inakupotezea haki, unakuwa hauna haki, hauna haki ya kubarikiwa. Hata ukiugua hauna haki ya kuponywa. Hata ukiwa na shida yoyote hauna haki ya kusaidiwa. Sasa yote hayo ya nini, wakati Jehova yupo amejitoa kwa ajili yetu atuondolee shida hizo, atuondolee matatizo. Yupo kwa ajili yetu, alete uponyaji, alete afya kwetu, apigane na adui yetu, apigane na adui yetu. Kwa sababu tuna haki, anapigana na adui yetu na sisi tunakuwa salama. Haleluya. Usipoteze haki. Haki ni kitu cha muhimu sana, mtumishi wa Mungu, kulinda haki. Sasa wewe usipolinda vitu vya thamani namna hii, usipolinda vitu vya thamani namna hii, utalinda nini? Utalinda nini? Utalinda kitu gani? Pesa mtu amekuletea milioni 200 ndio utalinda? Uwezi ukalinda pasipo Mungu. Hizo wanachukua mara moja, wanaondoka nazo. Hautalinda. Linda sana ufalme wa Mungu ndani yako, ndio kitu cha maana sana. Ukikiondoka hicho, una hasara kuliko hasara zingine zote, yaani hasara isiyo kawaida. Bwana inuliwe. Haleluya. Nashangaa watu wanazembea, anaona wokovu ni kitu cha kawaida, yaani hakina thamani kwake. Na kuambia neno la kuokolewa lina thamani sana. Mungu akisha kuokoa amekuweka mahali pazuri. Hebu thamini, uone kwamba umekipata kitu cha maana. Jivunie kuwa na kitu hicho, jivunie. Haleluya, haleluya. Hapo ndipo adui akija, ambaye ni shetani, tunapigana ngumi za kufa na kupona, kwamba asinyang'anye hiyo haki. Haleluya. Manake adui kazi yake yeye ni kutowesha, ili tu kwamba uingie kwenye shida. Anaondoa haki yako kwa kukudanganya vitu vidogo visivyo na faida, anakudanganya. Maana nakwambia yule hakuoni vizuri, maana nakwambia yaani ana mambo mengi sana. Anaweza kakunong'oneza kwamba ili weka pale kanisani, wewe unafikiri wanakuona vizuri pale? Ni minong'ono ya Ibilisi. Wewe unatafuta watu wakuone vizuri au unatafuta Mungu akuone vizuri? Si Mungu ndiye ambaye namba moja akuone vizuri, ufahamike mbele za Bwana. Haleluya. Hata kanisa lisipokujua hata jina lako wewe usijali, lakini jina lako limeandikwa mbinguni. Haleluya. Jina lako limeandikwa kule, na hicho ndio tafuta sana, kuona kwamba jina lako limeandikwa. Haleluya. Hata Yesu alizungumza na wanafunzi wake akasema, msifurahi kwa sababu ya haya mnayoyaona haya. Wakauona muujiza mmoja umefanyika pale, wakasema Yesu, yani mapepo yanatutii, mapepo, yani wakafurahi kwa
Haleluya, Bwana apewe sifa. Usithubutu kutenda dhambi, hata ingekuwa shida ya jinsi gani, Bwana atajitokeza. Usithubutu kutenda dhambi. Dhambi ni mbaya, dhambi inaangamiza, dhambi inakuweka katika hali ya umaskini, inakuweka katika hali ya mauti. Usithubutu, acha dhambi kabisa, kimbia. Yaani kama ulikuwa unaielekea dhambi, sasa hivi geuka, kemea, sema toka kwa jina la Yesu, uniwezi tena. Dhambi sio kitu kizuri, inapoteza baraka. Dhambi inapoteza maisha yako, unakuwa huko peke yako. Unajua watumishi yaani wewe uliokoka, ambaye umezoea kuishi pamoja na Mungu, umezoea kuishi pamoja na Mungu na ukatenda dhambi alafu Mungu akakuacha, yaani unaona sijui dunia hii ikoje, sijui dunia hii, yaani unataka msaada wa kwamba Mungu akurudie, lakini Mungu anakaa pembeni. Ulifanya uzembe mwenyewe, uwepo wa Bwana haupo, yaani unajisikia upweke. Hata kama kuna ndugu zako, marafiki zako, naona yaani hawa ni bure, si kitu. Mbele ya kuachana na Mungu ni vibaya sana, ukawa mbali na Mungu ni vibaya sana. Haleluya! Hebu tusome pale ule mstari wa 20 na 8 na 27. Utende mema. Hebu soma tena kwa taratibu, mtu apate kusikia vizuri. Jiepue na uovu, utende mema na kukaa hata milele. Kwa kuwa Bwana hupenda haki, wala hawaachi watauwa wake. Wao hulindwa milele, bali mzao wa wasio haki ataharibiwa. Jiepue na uovu. Kujiepua, si mnafahamu? Unafahamu kujiepua? Ni kujitoa ndani ya uovu, ni kujiondoa kwenye uovu, kutubu, kutengeneza Mungu. Jiepua na uovu. Na hapa maneno ya Mungu yanasema hivi, yanasema kwamba na uovu utende mema na kukaa hata milele. Kukaa hata milele, yaani unakaa huko kwenye maisha ya kutokutenda uovu milele, kuanzia sasa mpaka Bwana Yesu atakapokuja, utakaporithi ule ufalme milele na milele. Bwana asifiwe. Dunia hii inapopita ipite na mambo yake. Bwana asifiwe. Na wewe uliyeokolewa, dumu ndani ya wokovu, ndani ya ufalme wa Mungu milele na milele. Amen. Humo utaona baraka za Bwana zikikufunika. Bwana inuliwe. Haleluya, haleluya. Haya maneno ya Mungu ni mazuri, na sisi uliyeonja kipawa cha Mungu, ukikosea utajuta, labda kama uonja, lakini uliyeonja ukitenda dhambi, Mungu akikaa pembeni na wewe, yaani utajisikia sijui uhame. Sasa utahama uende wapi? Sijui ujifukie chini. Sasa chini huko nako chini nako Mungu anasema acha mambo ya uovu. Uovu ni mbaya. Kanisa lihame, kanisa liondoke mahali lilipo, kanisa liwe na furaha, liwe na amani. Magonjwa hivi vitu gani? Hivyo vyote tumeviacha huko, tumemwomba Mungu. Mungu ametusaidia na tudumu katika neema yake, tudumu katika neema yake. Tusiendelee tena kurudi tena katika maovu yale, wala tusiendelee tena